السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا من حيث لا نحتسب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa taala tutaendelea na mfululizo wetu wa semina za mwezi baada ya kusimama takriban zaidi ya miezi miwili kutokana na majukumu huwa ni mengi. Mwezi huu alhamdulillah tutakuwa tumepata semina kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama nilivyoeleza huko nyuma, lengo la hizi semina kuwakusanya madaktari wakufunzi ambao tayari mmesoma fani ya hijama. Lengo letu kubwa ni kuja kupeana ziada ya ilmu, kwa sababu fani hii ni kubwa, ni pana sana. Hatuwezi kuimaliza kwa kukaa darasani kwa muda siku kadhaa tukasema tumeimaliza, na wala ilmu haishi. Kwa sababu ilmu ni kitu ambacho kila siku kinagundulika, kila siku kinajitokeza. Na semina zinatusaidia sana kutujengea uwezo zaidi wa kufanya kazi kwa ufanisi na kupata matokeo chanya. Kwa katika semina yetu ya leo tutazungumzia faida ya tiba ya hijama, kuifanya katika ponti ambayo inaitwa adhmi dhanabi. Adhmi dhanabi ni mkia, ni mfupa au ni mkia wa uti wa mgongo. Mkia wa uti wa mgongo. Mgongo unakotokea uti wa mgongo, unapoishilizia kwenye ule mchilizi wa makalio, sawa, ule kwenye ule mchilizi wa makalio unakuwa umetoka hivi, sawa, ile ndio inaitwa adhmi dhanabi. Adhmi dhanabi ni kimfupa ambacho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekitaja katika hadithi kwamba kimfupa hiki ni kimfupa ambacho ndio msingi wa ufufuo wa mwanadamu. Hakiozi. Kwa maana mwanadamu baada ya kuwa amefariki, ameoza, ataoza vitu vyote, lakini adhmi dhanabi abadan hakiwezi kuoza kwa namna yoyote ile. So tu kuoza, kiweke kikimfupa katika moto wenye centigrade unaojua wewe, hiki kimfupa hakiwezi kuungua abadan. Hata wale wenye ibada ya kuunguza maiti, baada ya kumuingiza kwenye zile oveni zao za kumuunguza na kumfanya kuwa jivu, kimfupa hiki kinabaki kama kilivyo. Sasa hiki kimfupa kina siri kubwa sana katika tiba ya hijama. Hiki kimfupa kina mahusiano ya nervous system zote za mwili wa mwanadamu. Hizo za namna mbili. Faida za kwanza za kiafya, lakini pia faida za kiroho kwa maana ya kiimani. Kwamba je, mtu akifanya hijama katika hii adhmi dhanabi itasaidia nini?
na inshallah semina ijayo tutakuja kumaliza kabisa kuzungumzia hablil warid, yani faida ya kufanya hijama katika mshipa wa hablil warid, ambao na wenyewe pia umetajwa ndani ya Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba aliposema yeye yupo karibu zaidi kuliko mshipa huo unaoitwa hablil warid, ambao unapatikana kabla ya taya, chini kidogo ya shingo, kabla ya taya. Huo mshipa wa hablil warid unapatikana. Kuna faida zaidi ya 20 ambazo tumeziandaa, lakini kuna faida zaidi ya zile ambazo tulizoandika. Kuna siri kubwa sana katika tiba ya hijama, katika kupiga katika hiyo pointi ya hablil warid. Yani ziko siri nyingi zimejificha katika mafanikio, ikiwemo na tauba. Mtu ambaye anataka kufanya tauba, basi hablil warid basi ni moja katika sehemu ya kufanyia saada mgonjwa ili aweze kufanya toba vizuri. Anaweza akakuja siku moja mlevu wa kutupa kabisa, tena hata kuacha pombe, anahitaji umsaidie. Uona msaidiaje? Hawaje huko nayo kutokea mambo anamwambia mtu ni mlevu lakini anafika mahali anataka kuacha pombe. Kuna mwingine ni teja, anataka kuacha uteja. Sasa tutakuja kuona kwenye hablil warid. Kwa leo tutakuwa tunaizungumzia adhmi dhanabi. Adhmi dhanabi. Faida ya kwanza katika faida kuu kabisa zinazopatikana, kwanza mshaelewa hii adhmi dhanabi kwamba ni mkia wa uti wa mgongo. Mkia wa uti wa mgongo maana yake unakoishilizia uti wa mgongo kwenye ule mchirizi wa kuelekea kwenye makalio, kwenye tubeless ya makalio mwanadamu. Kunakoishia pale, utaona ukigusa kwa ndani, utaona kile kimfupa kimeishilizia pale kabla ya kwenda kwenye eneo la tubi pale ambapo ndipo napotokea haja kubwa. Sawa, hiyo ndio inaitwa adhmi dhanabi. Faida ya kwanza, inasaidia sana hijama ambayo itafanyika katika hiyo pointi. Inasaidia kupunguza maumivu ya mgongo na kiuno. Yaani kwa hivi, hiyo adhmi dhanabi unatoka kwenye lumbar system ambayo ipo kati ya figo na figo. Ukitoka kwenye lumbar system unakwenda kwenye diski. Ukitoka kwenye diski unakuja kwenye kiuno. Baada ya kiuno ndio inafuata adhmi dhanabi. Mshaelewa vizuri? Kwa hiyo adhmi dhanabi ni baada ya pale senta ya kiuno kabisa cha mwanadamu kushuka pale, kabla hujafika kwenye mstari ule ndio kunapatikana pale adhmi dhanabi. Umefahamiana vizuri? Kwa maana sasa kama unamfanyia cupping therapy mgonjwa, unamfanyia hijama, kama watu wenye shida uti wa mgongo na shida misuli ya mgongo, wana matatizo ya mfumo uzazi, mashayatini, mambo ya sihiri, sawa, yani kiufupi mjumuiko wa matatizo yote, ikiwa matatizo ya ubongo, kichwa kuuma, macho, matatizo kuona. Kwa fanya utakavyofanya, lakini hapo kwenye adhmi dhanabi nenda kapige kapsi pale. Na wengine kutokana na maumbile yao inawezekana kikombe pale kukaa ni shida, basi unaweza ukatumia ile fasdu ukatoboa pale, ukapiga sindano katika ile sehemu. Nadhani hii ya fasdu yenyewe tutakuja kuhistoria masomo lake, tutakuja kuzieleza faida zaidi ya 20 zinazopatikana kwa mtu alifanya hijama hiyo ya fasdu, basi na kumchanja, kwa maana kutoa damu ya kuvuta ukamfanya hiyo fasdu peke yake, faida zake ni hizi, tutakuja kuona huko mbele. Kwa hiyo adhmi dhanabi ndio. Kwa hiyo ikifanyika hijama katika huo mfupa huo, au kwa lugha nyingine nasema kwa lugha kueleweka haraka, kimkia cha kinapoishia unapoishia uti wa mgongo, basi faida ya kwanza ni kupunguza maumivu ya mgongo na kiuno. Hijama sehemu hii husaidia kupunguza maumivu ya kiuno, kuchoka mgongo kwa kazi nzito au kusimama kwa muda mrefu. Kuna watu wanakuwa na kazi nzito, mtu anabeba migunia, sawa, mwingine analima, sawa, mwingine anafanya kazi ya kubeba magogo, sawa. Yani kifupi kuna watu wanafanya zile kazi nzito sana zile, kiasi kwamba inampelekea mtu kuchoka sana. Basi moja kati ya faida ya hijama ya adhmi dhanabi husaidia sana kupunguza maumivu na uchovu unaotokana na mtu na kazi ngumu ambazo anafanya nini, anazifanya kupitia hapo kwenye gongo na kiuno.
Unafahamana vizuri. Hiyo ni faida ya kwanza, ni muhimu sana katika mustakabali wa afya. Kumbuka mgongo, tunapozungumza mgongo ndio umeshika mambo mengi au mambo yote yanayohusiana na mwanadamu, ikiwa mifumo yake ya fahamu, ikiwa mifumo ya uzazi, yote imekamatiwa na, yani huo uta mgongo ndio kwenye msingi. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ya hijama ambayo inafanyika katika hiyo adhmi dhanabi, mkia unakoishia uti wa mgongo, ni faida ambayo inayopatikana kwa kuamsha mishipa ya fahamu, nervous system. Wale wenye matatizo ya mishipa ya fahamu, mishipa ya kichwa inamkamata, inakakamaa, inauma kiasi kwamba mpaka anachanganyikiwa, basi moja katika njia ya kumtibu kwa haraka, sio tu kumfanyia hijama katika yale maeneo tuhusika kama ni kichwa na kama ni kahin na katfain na maeneo mengine, bali pia unatakiwa uende ukapige kwenye hiyo adhmi dhanabi. Sawa, ukienda ukipiga pale adhmi dhanabi, basi husaidia kuamsha mishipa ya fahamu. Hata wale wenye udhaifu wa mifumo ya fahamu yao iko dhaifu sana, yaani uelewa wao ni mdogo, hifadhi yao ya masomo, wanachelewa sana kuhifadhi masomo, anapata tabu kwenye kuhifadhi masomo, basi huyu pia acha yale maeneo ya kwenda kupiga kama akhdaini sawa na kahin kwa ajili ya kuamsha mzunguko wa damu kuja katika ubongo, basi pia adhmi dhanabi ni moja kati ya pointi muhimu sana kwenda kufanyia hijama, kwa sababu inakwenda kusaidia kuamsha mishipa ya fahamu. Adhmi dhanabi ina mishipa mingi inayopitia kuelekea kwenye miguu, inayopitia kwenda kwenye nyonga na sehemu za uzazi. Hiyo adhmi dhanabi. Sawa, adhmi dhanabi kwamba kuna mishipa mingi ambayo inayopitia kuelekea kwenye miguu. Kwa maana wale watu ambao wamechoka miguu wale, sawa, au unakuta mtu kutoka kwenye eneo la nyonga kuja chini hakuna kazi, inaeleweka vizuri, basi moja kati ya maeneo ya kwenda kumpiga hijama ni kupiga hijama katika eneo la adhmi dhanabi. Jumla pointi zako utakazopiga, lakini adhmi dhanabi usifanye nini? Usiache, kwamba hiyo ni moja katika main point ya msingi kuweza kuamsha utendaji kazi wa misuli ama na mishipa mingi ambayo inaelekea kwenye miguu. Kwa hiyo adhmi dhanabi ina mishipa mingi ambayo inayopitia kuelekea kwenye miguu, nyonga, sawa, nyonga, lakini pia sehemu ya uzazi, kwa maana kama ni kidume, sawa, kama ni mtu anabusha, kama ni mwanamke ana uvimbe katika kizazi, piga ile mifumo kama tulivyosoma kwenye darasa kwenye hijama ya mtu, mfumo wa uzazi. Lakini hiyo adhmi dhanabi usiache kwenda kufanya nini? Kuipiga. Itakwenda kuongeza kitu kikubwa sana katika matokeo mazuri ya nini? Ya matibabu. Hiyo ni faida ngapi? Ya pili. Faida ya tatu ya kufanya tiba ya hijama kwenye hiyo ponti inayoitwa adhmi dhanabi, kwa maana mkia unaoishirizia uti wa mgongo, ni kuboresha mzunguko wa damu kwenye nyonga na kiuno. Yani ina msaada mkubwa sana kwenye kuboresha mzunguko wa damu kwenye nyonga pamoja na kiuno. Kwa maana nyonga, ukizungumzia nyonga kwa mwanamke hawezi kujifungua, lazima nyonga zake ziwe active, yani ziwe zina uwezo mzuri wa kufanya kazi. Sawa sawa. Kwa maana kama nyonga haziko sawa sawa, maana yake uwezekano wa 80% mwanamke kuzaa kwa njia ya operation ni mkubwa. Kwa hiyo moja katika kumpa afya njema ya nyonga ni kwenda kufanya hijama katika hiyo adhmi dhanabi. Kwa hiyo kama mwanamke ana matatizo ya mifumo yake ya uzazi, au mwanamke ana shida katika nyonga zake zinashindwa kufunguka, zinashindwa kutanuka, basi moja katika njia ya kumsaidia sio tu kupiga zile system za mfumo wa uzazi, lakini pia kwenda kuongeza kwenye hiyo adhmi dhanabi. Na kama mnakumbuka vizuri kwenye kozi yetu ya hijama tulivyosoma kwamba ukifanya hijama katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, endapo ana uvimbe katika kizazi, sawa, kutoka kwenye kiuno kuna ponti, afu kuna ponti inakwenda kukaa pale kwenye diski, sawa, afu na kuna ponti inaenda kukaa pale kwenye lumbar system. Iwe mtu ana uvimbe katika kwa upande wa wanawake, au mwanaume ana tezi dume, au anabusha, sawa, lazima uende ukaweke hizo ponti tatu. Hizi tulisoma awali, sawa. Kwa hiyo sasa cha kuongezea baada yake sasa itakwenda ponti ya 4 ambayo itakwenda kukaa adhmi dhanabi.
Umeelewa vizuri hapo? Kwa kama mtu ana tezi dume, anabusha, ana uvimbe mwanamke katika kizazi, kwa maana sasa utakwenda kupiga pointi 4 kutoka kwenye adhmi dhanabi, afu utapiga kwenye kiuno, utapiga tena diski, afu utakuja utaweka kwenye lumbar system. Kwa faida ya tatu katika faida ya tiba ya hijama kufanya katika hiyo adhmi dhanabi, kwa maana mkia unakoishilizia uti wa mgongo kuboresha mzunguko wa damu. Hii maana yake nini? Husaidia sana kupunguza ganzi, lakini pia kupunguza baridi ya miguu. Wale wenye baridi yabisi wale, sawa, miguu inakuwa inapata baridi, inapunguza. Lakini pia inasaidia sana kuongeza nguvu ya misuli ya chini ya mgongo. Ile misuli ya mgongo inakuwa iko very strong, kwamba kumbuka, mgongo unapokuwa na misuli yenye nguvu ndio ambayo mtu inamfanya weight yake kuwa iko sawa sawa, kuweza kukimbia, kubeba mizigo, zile movement zake zote. Ndio maana uti wa mgongo ukiathirika, mtu anakuwa hawezi chochote kufanya, si ndivyo? Kwamba mtu akipata shida katika uti wa mgongo hana uwezo wa kufanya chochote kile, kwa maana ameharibikiwa kwenye injini ya mfumo wake wa mwili, mzunguko wa damu kwenye nyonga na kiuno. Kwa hiyo ikiboresha mzunguko wa damu kwenye nyonga na kiuno, maana yake inakwenda kusaidia kuondoa ganzi. Sawa, kama mtu ana ganzi ya miguu na nini, itaondoka, lakini kupunguza baridi ya miguu, lakini pia kuongeza nguvu ya misuli ya chini ya miguu. Hiyo ni faida ya tatu. Faida ya 4 ya hijama itakayofanyika katika hiyo pointi ya adhmi dhanabi kwenye mkia wa unakoishilizia uti wa mgongo, husaidia sana matatizo sciatic, nerves problem. Wale wenye matatizo ya sciatic, nerves problem, kwamba mtu ana shida ya sciatic. Nadhani ugonjwa wa sciatic tulishausoma kwenye kozi yetu ya hijama, kwamba sciatic ni ugonjwa unaohusisha mshipa mkuu wa fahamu unaotoka kwenye mguu wa kushoto chini kabisa, unakuja kati ya goti, unakuja kwenye chini ya kalio hapa, unakuja kwenye diski, hatimaye unakuja mpaka kwenye mgongo kwa juu. Kwa hiyo sasa huu mshipa kama ukapata affect yoyote, basi upelekea mtu kupata maumivu katika zile sehemu za kuwa jasiri. Ya zile sehemu zenye ujasiri, yeye ndio anaweza kumkalia yale maumivu. Kwa anakuwa hawezi kutembea, kusimama muda mrefu hawezi, kukaa muda mrefu hawezi. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye muda wote wa kuyasikilizia yale maumivu. Sasa pamoja na zile pointi 5 zinazotakiwa kupigwa kwa mtu mwenye nini? Mwenye sciatic, basi utaenda kuongeza pointi ya 6, utakwenda kupiga hapo kwenye adhmi dhanabi. Utaenda kupiga kwenye huo mshipa ama kwenye huo mfupa mkia unaopatikana pale unapoishia uti wa mgongo. Kwa tunapokwenda kusaidia, unaposaidia tatizo la sciatic kwa kupitia hii sehemu inayoitwa adhmi dhanabi, maana yake maumivu yanayoshuka miguuni yataondoka. Kwa maana mara nyingi hii sciatic humsababishia mtu sana maumivu yanayoshuka wapi? Kwenye miguu. Kwa hiyo yale maumivu yataondoka, lakini pia kuchomwa au ganzi miguuni na yenyewe itafanya nini? Itaondoka. Kama mnakumbuka kwenye topic ya sciatic, kuna mahala tumezungumzia kwamba ile sciatic wakati mwingine huuma mfano wa risasi, yani mfano wa risasi au sindano au mfano wa umeme, kutokana na maumivu makali ya ule mshipa jinsi yanavyopitia. Kwa akifanya mtu hijama katika sciatic kisha akapiga ya adhmi dhanabi, itamsababishia kupata matokeo rahisi zaidi na ya haraka zaidi kwenye kuondoa athari za maumivu. Hijama eneo hili mara nyingi sana huleta nafuu nzuri kwa haraka sana. Kwa maana hayo maeneo ya adhmi dhanabi, hilo eneo adhmi dhanabi kwa mtu mwenye sciatic, basi huweza kuleta nafuu ya haraka sana na hatimaye mtu akaweza kupata shifa. Faida ya 5, kuboresha nguvu za tendo la ndoa kwa baadhi ya watu, lakini pia kwa sababu eneo hili lina uhusiano na mzunguko wa damu wa nyonga, mishipa ya sehemu za siri, wengine hupata kuongeza hamu ya lile tendo la ndoa, kuongeza nguvu ya tendo la ndoa, lakini pia kupunguza uchovu wa tendo la ndoa. Kuna watu wanakuwa kama vile mtu kavuta sigara au kavuta bangi, yaani akitoka kwenye lile tendo la ndoa unakuta chali usingizi, yaani apiga usingizi wa maana, yaani hapo ataka amsho hawezi kuamka tena. Sasa huu ni uchovu unaotokana na lile tendo la nini? La ndoa. Ni ugonjwa, sio uzima. Yaani ile kwamba mtu katoka tu kwenye tendo alafu anaenda kwa nini? Alafu pale muda ule anakuwa tayari amelala.
maana yake huo nini? Ni ugonjwa. Kwa katika faida ya hijama, kwa kufanya huo mshipa huo mfupa wa adhmi dhanabi, huboresha nguvu ya tendo la ndoa kwa baadhi ya watu, kwa maana ambao wenye matatizo yanayohusiana na tendo la ndoa, kwa sababu mzunguko wa damu unakwenda kuongezwa kwenye nyonga, ambayo ni moja katika msingi mkuu hizo nyonga ni kuimarisha afya ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume na mwanamke. Lakini pia mishipa ya sehemu za siri, kwa maana kama ana ile udhaifu wa ile mishipa inayokwenda kuunganisha na zile sehemu za siri, ile mishipa inakwenda kupata umadhubuti baada ya tiba ya hijama. Lakini pia kuongeza hamu, maana yake kama mtu alikuwa anaweza akafanya tendo leo akakaa mwezi mmoja, miezi miwili hajamgusa mke wake, hii hali ya kufanya hijama katika ile eneo la adhmu dhanabi ina msaada mkubwa sana katika kuongeza ile hamu ya tendo la ndoa. Lakini pia kuongeza nguvu, kwa maana ile quwwatul jimaa, ile nguvu ya lile tendo inakuwa ni kubwa zaidi, maana yake pulling yake, pumzi yake na uwezo wa kuliendea lile tendo kwa vizuri zaidi unakuwa unapatikana pale. Na mwisho kwa kupunguza uchovu wa tendo la nini? Kwa hiyo hizi ni faida miongoni mwa faida ambayo inapatikana pale inapofanyika tiba ya hijama katika huo mfupa unaoitwa adhmi dhanabi, kwenye mkia unaokoishia uti wa mgongo. Faida ya 6, kupunguza maumivu ya figo, uchovu wa kiuno. Maumivu ya figo pamoja na uchovu wa nini? Wa kiuno. Kwa maana watu wenye maradhi ya figo, kama tunakumbuka tulipokuwa tunasoma kwenye topic ya figo, moja katika viashiria vya mtu mwenye maradhi ya figo huwa anapata maumivu chini ya mbavu. Sawa? Na maumivu haya yanamsababishia mtu kukosa amani. Kwa hiyo ili yale maumivu yaweze kupata nafuu na kuondoka kabisa, basi licha ya kupiga pointi hizo zinazohusiana na figo, basi pia nenda kaweke kikombe kwenye eneo linaloitwa adhmu dhanabi. Sawa? Ukiweka kikombe pale ukafanya hijama katika lile eneo, basi hiyo ni moja katika njia ambayo itamsaidia sana mgonjwa kumweka sawa, kwa sababu itakwenda kumwondoshea yale maumivu yanayotokana na nini? Na figo. Au uchovu wa kiuno, unakuta mtu kiuno chake kinachoka. Kuna magonjwa wewe ukiasikia unaweza kaona kama hamna ugonjwa kama huo, lakini wale wenye hayo magonjwa wanajua adha yake. Yaani kiuno kinachoka. Kwa hiyo kisha kuchoka, kutembea mtu uvivu, kufanya kazi uvivu, yaani kile kitu kwake kinakuwa ni uvivu, hana uwezo wa kufanya kitu, kwa sababu kiuno ni injini ya mwili. Wewe unaonaje kiuno kikiuma unatembea? Kutembea na kwa ni shida. Kwa hiyo kuna magonjwa yanayohusiana na uchovu wa kiuno, basi kupitia pointi ya adhmi dhanabi ina msaada mkubwa sana ya kuweza kuondoa tatizo kama hili. Huondoa maumivu ya kiuno, lakini pia huondoa mkazo wa misuli ya mgongo wa chini. Huondoa maumivu ya misuli ya mgongo wa chini, kwa maana kuja huko kwenye eneo la kiuno, ili misuli kama kukaza na kuuma kwa kiwango kikubwa, huondoa hiyo athari na hatimaye mtu kuweza kupata utulivu wa kimwili na kiakili. Faida ya 7, kupunguza stress na kuleta utulivu wa mwili. Yaani kwamba hijama ya adhmi dhanabi, moja katika faida kubwa zinazopatikana, huwasaidia sana kupunguza stress. Inawezekana ukakutana na wagonjwa wale wenye msongo wa mawazo mkubwa uliowakamata kiasi kwamba anakosa amani, furaha anakosa. Basi sio tu kupiga zile akhdaini na kahil katika moja ya pointi ya kupunguza stress ya fuhu pale kwenye fuvu la kichwa na kama duha na maeneo mengine kwa ajili ya kumuondolea mtu stress, basi moja kati ya maeneo ambayo unataka uende kaeke kikombe, nenda kaweke kikombe katika adhmu dhanabi. Hii itamsaidia sana mgonjwa wako kuweza kupunguza tatizo la nini? La stress. Nimeenda kukuta sehemu huko nilikotoka huko kwamba mtu ana ugonjwa wa stress afa anapewa dawa za kula. Sasa mtu ana ugonjwa wa msongo wa mawazo, unaenda kumpa dawa za kula. Hizi dawa zinamsaidia nini? Hizi dawa zinasaidia nini? Zaidi kwamba anaenda kuongeza tena nini? Tatizo. Kwa matokeo yake mtu anikuta bado stress ziko pale pale na huko anakula madongo.
Kwa hiyo stress ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kushughulikiwa kupitia hiyo pointi ya adhmi dhanabi. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya hijama katika eneo la adhmi dhanabi mwili hupumzika, lakini usingizi kuimarika. Kwa maana kitendo cha mtu mwili unapopumzika na usingizi kuimarika inampelekea mtu kupunguza kwa ule msongo wa mawazo, lakini pia maumivu ya mwili hupungua. Na yale maumivu pia yanapokuwa yanapungua humsaidia mgonjwa kuweza kupata nafuu na kurelax vizuri. Hiyo ni faida ya ngapi? 7. Faida ya 8, hijama inayofanyika katika hiyo adhmi dhanabi huondoa mkazo wa misuli ya mgongo. Mkazo wa misuli ya mgongo. Wapo watu wana tatizo la kukaza kwa misuli ya mgongo. Yaani misuli inakakamaa katika kiasi ambacho inamnyima amani, inamnyima raha. Hawezi kulala vizuri, hawezi kutembea vizuri, hawezi kufanya kazi zake vizuri kwa sababu ya maumivu inayotokana na kukaza kwa misuli ya mgongo. Kwa hiyo hijama ikifanyika katika hiyo adhmi dhanabi husaidia sana misuli iliyokaza, misuli kukaza sana inaondoka hiyo hali, mgongo kuwa mgumu hiyo hali inaondoka, lakini pia maumivu ya ghafla, yale maumivu ya kushtukiza yanayotokana na mfumo wa mzunguko wa damu katika ile misuli ya mgongo, hii hali zote zinaweza zikaondoka. Hijama husaidia sana misuli kulegea kwa haraka, kwa maana kitendo kinachotokana na mtu kukaza kwa misuli akifanya hijama, basi hijama husaidia sana misuli kulegea kwa haraka. Kitu pamoja. Faida ya 9. Faida ya 9 ya hijama katika pointi ya adhmi dhanabi husaidia maumivu ya nyonga. Husaidia maumivu ya nyonga kwa sababu eneo hili lina uhusiano na misuli ya nyonga, mishipa ya nyonga. Hijama huleta nafuu kwa baadhi ya watu wenye maumivu ya nyonga. Hapo tumetaja nyonga kama nyonga. Kule tumetaja faida ya kiuno na nyonga na mifumo mingine. Hapo tunataja nyonga kama nyonga. Nyonga ni sehemu muhimu sana kwa afya ya mwanadamu. Nyonga ni sana shock up katika gari, shock up katika pikipiki, shock up katika bajaji. Kwamba unaonaje pikipiki shock up zake zikiwa zimekufa? Maana yake shimo kidogo utakuwa unalisikia ile pikipiki inakukita, si ndio? Kwa sababu inakuwa haina kunesa. Sasa nyonga ni sana springi za mwili. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatembea, anapokuwa anakimbia, anainama na kuinuka, kinachofanya hizo harakati azifanye kwa sababu ya misuli ya nyonga au mifumo ya nyonga ipo sawa sawa, haina hitilafu yoyote. Lakini nyonga ikifanya shida tu, sio kuinama, kule kutembea kwenyewe utakuwa na shida. Wakuta mtu anatembea na kubuta mguu, anaburuza mguu, anasikilizia maumivu yale kutokana na athari ya nini? Ya nyonga. Kwa hiyo nyonga, moja kati ya faida ya tiba ya hijama katika hiyo point inahusisha na adhmi dhanabi, husaidia sana misuli ya nyonga kulainika, mishipa ya nyonga kulainika, na hivyo huleta nafuu kwa baadhi ya wagonjwa ambao wenye matatizo kama. Lakini pia faida ya 10, kuboresha mwili kusimama sawa sawa. Yaani ule mwili kuwa na balance yani. Yaani mtu akifanya hijama katika hiyo adhmi dhanabi inamfanya kwa mwili kuwa na balance. Yaani asiwe ameegemea upande mmoja kutokana labda na athari ya maumivu, ama kutokana na shida ya mishipa, ama kutokana na shida inatokana na misuli mbalimbali ya mwili. Kwa adhmi dhanabi itamfanya mtu kuwa ni mwenye kurekebisha, kuboresha umbo lake la mwili kwa kuweza kusimama sawa sawa. Hapo hasa watu wenye matatizo ya mgongo kupinda. Kuna watu wengine wanakuwa na matatizo, kunakuta mtu kapinda namna hii. Kwa hiyo ukifanya ile adhmi dhanabi ikaruhusu mzunguko wa damu kuja mpaka juu kwenye eneo la kahi, husaidia sana kuondoa hiyo hali ya mgongo kupinda. Lakini pia kukaa vibaya muda mrefu, yani kwamba ile hali ya mwili kukaa vibaya muda mrefu, kwa maana kwamba unauma, maana una changamoto hii, hiyo hali inaweza kuondoka. Lakini pia kuendesha, yani kwa maana wakati mwingine mwili unakuwa haukusimama sawa sawa, kwa sababu mtu inawezekana kaa muda mrefu, kazi yake ni ya kukaa. Ile kazi ya kukaa muda mrefu inampelekea mtu kupinda kidogo, au kuendesha pikipiki au gari kwa muda mrefu, kwa maana unakuta mtu muda mwingi kakaa kwenye spinning. Kwa hiyo unakuta kama ile eneo linafanya nini,
linapinda kidogo. Kwa hiyo hijama ya adhmi dhanabi huleta msaada mkubwa sana katika kuweka mwili sawa, kutokana na hizo athari zilizotokana na uendeshaji wa gari ama pikipiki ama kukaa kwa muda mrefu. Hijama huondoa uchovu wa kiuno na kusaidia mwili kuwa mwepesi. Nambari 11, husaidia sana maumivu ya goti na miguu. Maumivu ya goti na miguu. Kama mtu ana maumivu makali ya magoti na miguu, basi miongoni mwa maeneo, sio tu kumpiga tu kwenye magoti, basi pia nenda kapige pale kwenye adhmi dhanabi, kwa sababu kama tulivyoona mwanzo, kuna mahusiano makubwa sana, mishipa mingi iliyopita kutoka kwenye miguu kwenda kutoka kwenye ile eneo la adhmi dhanabi. Kwa hiyo mtu akifanya hijama kama ni ya magoti kwa tatizo la miguu, basi ni vizuri kufanya kwenye eneo la adhmi dhanabi. Hii itasaidia sana kuenda kuondoa maumivu ya goti, maumivu ya mapaja, maumivu ya miguu, na hii huanzia mgongo wa chini kwa maana ya kiuno. Hijama hapa husaidia sana kupunguza chanzo chake cha hayo matatizo. Hiyo ni katika faida nyingine ya 11 ambayo inapatikana katika kuifanya hijama katika hiyo pointi inaitwa adhmi dhanabi. 12, huondoa uchovu wa mwili. Kuchoka mwili mara kwa mara, mtu anakuwa amechoka, hisi uzembe. Adhmi dhanabi ikifanyiwa hijama, mwili unapata wepesi, uchovu wa muda mrefu hupungua, na nguvu ya kufanya kazi huongezeka. Kwa maana ule binashat, uchangamfu wa mwili unakuwa uko vizuri sana. Na uchangamfu unatokana na nini? Mzunguko wa damu unakuwa uko vizuri, na ile mishipa inayopokea damu kutoka katika maeneo mbalimbali, kwa kuwa adhmi dhanabi utakuwa umeondosha zile mgando wa damu na damu zilizokufa zile, itakufanya kwamba mtiririko wa damu katika hichi kiungo unakuwa ni mkubwa, na hivyo mishipa yote ya mwili inakuwa inafanya kazi yake vizuri, na hivyo kumfanya mtu kujisikia akiwa amechangamka. Faida ya 13. Naenda haraka sana. Faida ya 13, adhmi dhanabi husaidia sana matatizo ya ganzi na kuchoma miguu. Kwa watu wenye ganzi, kuchoma miguu kama visindano vile. Unakuta kuna watu sio tu ganzi peke yake, lakini unakuta ile hali kwamba miguu inachoma kama vile kuna visindano. Sindano, lakini hijama inaweza kusaidia kuamsha mzunguko wa damu na mishipa. Kwa maana kitendo cha kwamba mtu kuwa na ganzi au kupelekea miguu yake kuhisi kama inachoma au kuna hali zile sindano katika mwili, basi kupitia hijama katika hiyo pointi ya adhmi dhanabi ina msaada mkubwa sana katika kuondoa hiyo changamoto baada ya tiba ya hijama. 14, husaidia kupunguza maumivu ya hedhi kwa wanawake. Husaidia kupunguza maumivu ya hedhi kwa wanawake. Wapo wanawake wanapitia machungu makali sana ya hedhi, na kwa kuwa adhmi dhanabi ina mahusiano makubwa na viungo vya uzazi, kwa kama mtu akafanya mifumo ile kama kawaida alafu akapiga na hapo kwenye adhmi dhanabi, basi moja kati ya faida ambayo atapata ni kuondoa maumivu ya hedhi. Maumivu ya hedhi kwa maana maumivu ya tumbo ya chini ya tumbo, kwa maana lile chango, maumivu ya kiuno wakati wa hedhi. Hijama kwenye sehemu hii inaweza kusaidia kwa wakati ukwenda, inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa watu ambao wanapata ama wanapitia katika hizo situation. Adhmi dhanabi. 15, husaidia kuondoa baridi ya kiuno. Kuna watu wanapata ugonjwa wa baridi ya kiuno. Sasa kiuno chake kinakuwa kina hali ya baridi kama barafu. Hali hii inaweza kupelekea mtu hata mifumo yake ya uzazi kutokuwa iko sawa, kwa sababu asili ya mwili unahitaji uwe na joto. Sawa, tumesoma zile element 4 za mwili wa binadamu, moja wapo ni fire, kwa maana moto, na moto ni nishati katika nini? Katika mwili. Kwa hiyo inapokuwa kiuno ina asili ya baridi ya ndani kwa ndani, maana yake kwamba imekosekana nishati ndani ya mfumo wako wa kiuno, na hii inaweza kuathiri hata viungo vya uzazi. Kwa hiyo kupitia tiba ya hijama akifanyiwa katika ile eneo la adhmi dhanabi, itakwenda kuondoa baridi katika nini? Katika kiuno. Kiuno kinakuwa cha, watu wengi wanakuta mtu kiuno kinakuwa cha baridi au mgongo unakuwa mzito. Kiuno kinakuwa cha baridi au mgongo unakuwa ni mzito. Kwa hiyo hijama husaidia sana kuleta joto la damu na mzunguko mzuri katika eneo hilo, hasa akifanya hijama katika eneo la adhmi dhanabi. 16, huongeza nguvu za mgongo kwa wenye kazi nzito.
Hapa kwa watu kama wa ujenzi, bodaboda, kulima, kubeba mizigo mizito, hijama eneo hili husaidia mgongo kuwa imara na kupunguza maumivu ya mara kwa mara yanayotokana na uchovu ama na ugumu wa zile kazi ambazo wanazozifanya. 17, husaidia sana kupunguza maumivu yanayotokana na diski kwa baadhi ya watu wenye matatizo ya diski problem. Diski tumesema ni sehemu ambayo inapatikana baada ya kutoka kwenye kiuno. Kisha kutoka kwenye kiuno inayofuata pale ndo diski. Sasa kama mtu ana shida ya diski, basi moja kati ya faida ya tiba ya hijama inaweza kumsaidia ni kwenda kupiga katika hiyo pointi ya adhmu dhanabi. Kama ukapigiwa na mgonjwa ambaye amekwenda katika vipimo ikaonekana diski yake ina shida na kumpelekea maumivu makali, basi piga katika maeneo yote utakayoyapiga, lakini usiache kwenye hiyo pointi ya adhmu dhanabi. Faida nyingine ya 18, huongeza ustawi wa neva za nyonga, kwa maana ile mishipa ya fahamu ya nyonga, basi huongezeka ubora wake pale mtu anapofanya hijama katika ile eneo la adhmu dhanabi, kwa maana huleta nguvu ya mwili, lakini hisia za miguu zinakuwa ziko vizuri, lakini pia uimara wa sehemu ya chini maana yake pia inakuwa vizuri, kwa maana katika kiungo cha siri, basi pale pia panakuwa na uimara mkubwa zaidi. Hijama ya adhmu dhanabi husaidia sana maumivu ya mgongo, kiuno, sayatiki, maumivu ya kushuka kwa miguuni, lakini pia ganzi na kuchoma miguu, uchovu wa mwili, lakini pia kuamsha mzunguko wa damu, nyonga, kiuno, kuongeza wepesi wa mwili kwa ujumla. Kwa hiyo hapa tunakwenda kukamilisha katika kuonyesha zile faida ambazo zinaweza kupatikana kupitia hiyo pointi ya adhmu dhanabi. Kwa hiyo madokta, katika sehemu ambayo katika tunu ambazo tunatakiwa tumshukuru Allah tabaraka taala kwamba kuna vitu vikawa vimetajwa ndani ya Qur'an au vimetajwa katika hadithi, halafu sisi hatukuvifanyia tafiti, lakini wenzetu wakavifanyia research na kuona kwamba kuna tija kubwa inayopatikana ya kitiba kama hizo sehemu zikaenda zikafanywa nini, hijama. Kwa mfano kama hizo hablul warid ameitaja Allah tabaraka taala ndani ya nini, ya Qur'an, lakini pia tumeona katika mfumo wa uzazi Mwenyezi Mungu anasema khuliqa min ma'in dafir yakhruju min baini sulbi wat taraibi. Hapo tunataja uti wa mgongo kuonyesha kwamba ni moja katika sehemu muhimu sana mfumo wa uzazi, na ni kweli kwamba ni moja kati ya maeneo muhimu, na ndio maana tunapiga kahil, kwa sababu kahil ina mahusiano makubwa sana na uti wa nini, wa mgongo. Kwa hiyo adhmu dhanabi sasa inakwenda kukuongezea kitu kingine cha ziada, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amevitaja katika hadithi, na kwamba huo mfupa hauozi na wala huo mfupa hauwezi kuungua, hata ukaunguzwa na moto wa centigrade ya mwisho kabisa hauwezi kuungua huo mfupa. Kwa hiyo asili ya huo mfupa ndio nguvu ya mwanadamu ilivyo, na ndipo mahala ambapo mwanadamu anafufuliwa kwa kuunganishwa viungo vingine kwenye eneo hilo la adhmu dhanabi. Kwa hiyo kama atafanywa mtu hijama eneo hilo, maana yake unaunganisha mfumo wake wote wa mwili uende ukafanye kazi sawa, na hivyo kupata afya njema na kuimarisha kutokana na maradhi yanayomsibu. Kwa hiyo ni faida za kiafya ambazo zinapatikana kwa mtu anapofanya tiba ya hijama kupitia hiyo pointi ya adhmu dhanabi. Kwa naomba kwanza nikomee hapo, alafu kama kutakuwa kuna swali kutokana na hilo eneo unaweza mkauliza swali, na kama kuna maoni unaweza mkatoa maoni. Baada hapo tumalizie faida nyingine za tiba ya hijama katika adhmu dhanabi kwa upande wa faida za kiroho. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Tunakwenda katika ngwe yetu ya pili, faida ya tiba ya hijama katika mkia wa adhmu dhanabi, ambayo faida hii sasa ambayo tutaielezea hapa ni faida ya kiroho, faida ya kiimani, kwamba je, kama mtu atafanya hijama katika adhmu dhanabi anapata faida gani za kiimani? Kama tunavyojua tiba ya hijama ni tiba ambayo ina faida za kisayansi, lakini pia kuna faida za kiimani ndani yake, zinafanya nini, zinaingia. Faida ya kwanza, kufanya kama sunna. Kufanya sunna kama sunna
hijama ni tiba iliyosisitizwa kwenye sunna, hivyo ukiifanya kwa nia ya kufuata sunna, kwa nia ya kutafuta afya, utapata ujira na baraka. Sawa? Kwa kuwa hijama ni tiba ya kisunna, na hii ni miongoni mwa vitu ambavyo amevitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukifanya pale katika hiyo pointi unakuwa umefanya sunna ya hijama yenyewe, lakini pia utapata ujira pamoja na baraka, kwa sababu ndani yake kuna thawabu. Lakini faida ya pili, kuondoa uzito wa mwili na uzito wa kiimani, uzito wa kiroho. Kuna mtu unakuta kila kitu kwake inakuwa kizito, ibada zake inakuwa mzito, kusoma Qur'ani mzito, kuswali kwake, yani kila kitu kwake ni uzito. Sasa akifanya hijama katika hilo adhmi dhanabi, kwa kuwa ndo chanzo cha mwanadamu kufufuliwa hapo, basi inakuwa ni sababu ya kumrudishia uhai mpya huyu mtu, kwa kumfanya kuwa mwepesi katika ibada, kuwa mwepesi katika mambo ya kheri, na anaondokana na ule uzito ambao unamsumbua. Kwa maana mwili kuwa mzito, kichwa kuwa chepesi. Kwa maana mtu wakati mwingine anaweza kana ingia kwenye ibada kichwa chake nahisi kama kina mawingi chepesi, kama kelele, apige kelele. Kwa akifanya hijama katika hiyo adhmi dhanabi, kichwa kuwa chepesi, hilo tatizo litaondoka. Usingizi pia kuwa mtulivu, lakini pia mawazo kupungua, ile stress, msongo wa mawazo utakuwa umepungua. Kwa hiyo atakuwa na utulivu wa kiimani na moyo na kiakili, na hata akiingia kwenye ibada zake atakuwa anafanya ibada kwa utulivu. Hii huleta utulivu pia wa nafsi, kwa maana nafsi na yenyewe inakwenda inatulia, na hali hii itamfanya mtu kupata faida za kiimani baada ya tiba hijama katika eneo hilo la adhmi dhanabi. Lakini pia faida ya tatu, kuongeza nguvu ya ibada. Kuongeza nguvu ya ibada. Adhmi dhanabi ikifanyiwa hijama mara nyingi, mtu hupata nguvu ya kusimama katika swala, kwa maana mtu anakuwa na ule uwezo wa kusimama muda mrefu katika swala, na bila kuona uvivu, na bila kuhisi kama karaha kwa upande wake. Jamani, unajua vitu vingi sisi vinatokea katika ibada zetu, wakati mwingine shetani huwa anaenda kuna mahala na kwenda kutukamatia. Kwa miongoni mwa maeneo anaweza kuyakamata maeneo kama hayo, akayakalia, kwa ukajikuta wewe kila kitu kwako ni uvivu sana. Kila kitu kwako ni uzembe. Imama hata akiswalisha akisoma tu lam yakuni ile, wewe unaona kama amesoma si sura gani, unatamani asome qul huwallahu wal asr, basi ya Allah, muda wa swala umefanyaje, tumemaliza. Kwa hiyo nguvu ya kusimama katika swala huongezeka, lakini pia kupunguza uchovu wa kusujudu, kwamba ukuta mwingine akisujudu pale, akikaa mtu imamu akichelewa sekunde tu 30, yani kwake anaona kwamba amekaa pale kama amekaa nusu saa. Huyu bwana akisujudu anakaa kumbe yeye mwenyewe ana tatizo. Hata ukiswali wewe mwenyewe unakuwa unapata ile ladha ya sijida. Ukisujudu unaona unapata hamu ya kukaa muda mrefu, kuomba zaidi, kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa maana unapata wepesi katika kusujudu. Kupunguza uchovu wa kusujudu, lakini pia kuongeza hamu ya Qur'ani na dhikri, kwa maana mtu anapata ile hamu ya kusoma Qur'ani na kufanya adhkar asabahi wal masai, asubuhi na jioni, yani kwa maana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na bila kupata ile hali ya uvivu. Kwa sababu ya maumivu na uchovu vinapopungua, ibada inaongezeka. Kwa maana kwa kuwa adhmi dhanabi inaondoa maumivu na uchovu, kwa lazima mtu ataongeza ile tabia kufanya nini? Ibada. Kwa ibada zitaongezeka na atakuwa anafanya ibada kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ni katika faida ambayo inapatikana kwa mtu akifanya hijama katika eneo la adhmi dhanabi. Kiufupi, anapata ile nguvu ya kiroho. 4, kupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo. Kiroho stress inapunguza, kwa maana hii ya 4 ya 3 tumesema kupunguza nguvu ya kuongeza nguvu ya ibada, na ya pili tumesema kuondoa uzito wa mwili na uzito wa kiroho, lakini ya kwanza tumekufanya sunna na kupata ujira. Moyo inapokuwa mtulivu, dhikri inakuwa rahisi, hasira inapungua, hijama huleta hali ya sakina, ule utulivu unafanya nini? Unapatikana. Watu ambao hawafanyi hijama mara nyingi wanakosa utulivu wa kiakili, wa kimwili na kifikra. Sasa hijama katika eneo hilo la adhmi dhanabi itamfanya mtu kupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo, na hivyo kupata utulivu wa kiroho, kuondoa stress, msongo wa mawazo. Kwa hiyo moyo utapata utulivu,
lakini dhikri anapokuwa anafanya basi itakuwa kwake ni rahisi kuzifanya zile dhikri, kwa maana kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini hasira inapungua. Kwa ile kujaa kwa mishipa kutokana na hasira, ile hali itaondoka. Kwa hivyo hijama itamfanya kuwa na utulivu wa hali ya juu. Watu wenye mastresi upendeni sana kuwafanya hijama katika ile eneo la adhmi dhanabi. Lakini pia kuondoa kufungwa kwa mwili kunakoweza kuzuia ibada. Hii faida ya 5. Kuna watu wamefanyiwa hasadi, wamefanyiwa uchawi ambao inapelekea mtu anafungika kiibada, kwamba akitaka kufanya ibada basi yeye kuna kitu kama kuna nguvu fulani ya asili inamzuia asiende kufanya ile ibada. Au ule muda wa ibada tu kifika, yeye anasikia usingizi mzito unamjia, anashindwa kwenda kufanya ile ibada. Kwa hiyo hijama ikifanyika katika hilo eneo la adhmi dhanabi husaidia kuondoa kufungwa kwa mwili kunakoweza kuzuia mtu kufanya ibada. Unakuta mtu kusujudu kwake ni shida, kusimama muda mrefu kwake ni shida. Hijama itasaidia mgongo, ibada inakuwa nyepesi. Kwa maana mgongo unapokuwa mwepesi na ibada nyingine pia zote zinakuwa nyepesi. Asili ya hivi vitu vyote unatoa kwenye mgongo. Na ndio maana niliwahi kuambia huko mwanzoni tulivyokuwa tunasoma kozi ya hijama kwamba mashaitani moja kati ya maeneo ambayo huyakalia, wanakalia eneo la kahil. Sawa, kwa sababu kahil ni mahala ambapo pana supply damu kwenye mishipa 12 kuja kwenye kiwiliwili. Ndio maana mtu mwenye mashaitani hupata uzito kwenye mabega. Sawa, na mtu mwenye mashaitani hupiga miayo sana katika swala au hupata usingizi mzito. Mtu mwenye mashaitani huhisi uvivu na uzembe kwenye kuziendea ibada. Sasa ukapiga hayo maeneo alafu ukaenda kuweka na adhmi dhanabi, maana yake unakuwa umeondoa vile vifungo vinavyosababisha mtu kupata uzito katika ibada. Hiyo ni faida ngapi? Ya 5. Faida ya 6, kuongeza shukrani na kurudi kwa Allah. Kuongeza shukrani na kurudi kwa Allah. Wakati mwingine mtu nafsi binadamu inakosa shukrani, sio kwa sababu yeye binafsi, bali kuna kitu kinachomsukuma kukosa shukrani. Kwa hiyo akifanywa hijama katika ile eneo la adhmi dhanabi humpelekea mtu kuwa na shukrani, kumshukuru Allah kwa neema zake, lakini pia sio tu kuwa na shukrani, lakini pia kurudi kwa Allah. Kama mtu anataka kutubia inakuwa ni rahisi. Sasa hapa kuna wale wenzangu, wale watu waliopata mitihani, Mwenyezi Mungu atuhifadhi sisi na kizazi chetu, wale walioingia kwenye mitihani kama ya qaumi Lut. Sawa, ukakuta kwamba mtu ameingia kwenye lile jambo katika takrihi, kwamba kama kuna hali iko ikimsukuma ikimlazimisha, sasa anataka kuacha na shindwa kuacha, basi moja katika namna ya kumsaidia ni kupiga hijama katika eneo la adhmi dhanabi. Akipigwa hijama hapo mara kwa mara kwa wiki, au akapiga mara 2 kwa wiki, basi utaona taratibu ya hali inaondoka na hatimaye anajikuta anakuwa na wepesi wa kurejea kwa nani? Kwa Mola wake, na moyo unapata amani. Kwa hiyo inasaidia sana kwenye kumsaidia mtu kurudi kwa Allah tabaraka taala, kwa maana kufanya toba. Kwa sababu gani? Moyo unapokuwa mtu anapopata nafuu kutokana na maradhi, maana yake kwamba moyo hupata shukrani, hujaa shukrani, lakini huongeza dua. Wewe chukulia mfano mtu alikuwa anaumwa, afu kanitibia yule mtu akapona. Unaonaje mahusiano yake na wewe? Si anakuwa ni mazuri? Anakuwa mazuri sana mahusiano kana wewe. Anakuwa wewe ni mtu wa maana, hakuna mtu muhimu kama wewe. Na si ajabu wewe akakufanya ndio mshauri wako, chochote kile kinachomgusa mbele yake akawa ndio mshauri wake. Kwa sababu gani? Umemfanyia jambo ambalo limemsaidia, limempa unafuu. Kwa hiyo unafuu anaopata mtu humpelekea pia kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu, kwamba alhamdulillah bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, maradhi aliyokuwa yananisumbua kwa miaka mingi, kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu nimpata ahueni na sasa hivi nimepona, maisha yangu yanaendelea. Hii hali ya shukrani, Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum azidnakum, kwa mkinishukuru mimi nitakuzidishieni. Kwa hiyo kama kuzidishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaongeza baraka. Lakini pia kwa maana kwamba kurudi kwa Allah, hii huongeza dua, kwa maana mtu hupelekea kwamba kuwa na wingi sasa kumuomba dua Mwenyezi Mungu, kwa kuona kile alichomfanyia basi humpa hamasa mtu kuomba dua. Lakini pia huongeza tawakkul, ile kumtegemea Allah, kwa kuwa mtu anaona yale mazito yake yote ya vifungo vimeondoka na ni wepesa amepata katika mambo mbalimbali, humpelekea mtu kuongeza nguvu katika eneo la kumtegemea Allah. Na hii ni faida kubwa sana kiimani,
Kwa maana hayo yakipatikana, basi inakuwa ni faida kubwa sana kwenye imani ya mtu. Hiyo hablil warid, mshipa mkuu ambao una kabla ya taya, upo kati ya shingo na taya, unapatikana mshipa wa hablil warid. Kuna faida gani zinapatikana huko? Utakuja kuona watu wanaokula madawa ya kulevya, watu wanaovuta bangi, watu wanaovuta sigara, walevi wa pombe, yani jinsi gani tunaweza kuwasaidia kwa kuwafanyia hijama katika hilo eneo la hablil warid. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie taufiki katika haya inshallah. Kwa kama kuna swali ama maoni yoyote, uwanja ni wa kwenu. Kwa hapa mimi sina la ziada kwa leo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.